Watu ambao umeajiriwa natakiwa kulia asubuhi, mchana na jioni. Kama umeajiriwa unatakiwa ukiamka asubuhi ulie, mchana ulie na usiku ulie. Kwa sababu kulia kuna faida pia kwa binadamu. Yaani unapolia huwa inasaidia mwili wako kuzalisha vichocheo vya furaha. Kurelief mwili. Na kuondoa vichocheo vya msongo wa mawazo. Jambo la kwanza. Lakini pia unapolia, machozi yanapotoka, yani machozi huwa yanabeba pia na sumu na kemikali ambazo mwili wako unazitoa kwa njia ya kulia. Okay, ndio. Lakini pia unapolia, tendo cha kutoa machozi, huwa pia macho yanajisafisha. Unapotoa machozi vile, macho yako yanajisafisha. Kutoa vumbi, nini, bakteria. Wewe umenipata vizuri. Kupitia machozi. Sasa kwa nini wanaotakiwa kulia ni watu ambao wana kazi, wameajiriwa? Sasa hivi nimekuwa nikiona vijana wengi wa Kiafrika wakienda kwenye nyumba za ibada au wapate kazi. Ndio. Sasa hizi kazi anazitengeneza nani? Au zinatoka kwa nani? Kila mtu ana kazi ndani yake. Ndio. Hakuna mtu ambaye Mungu amemleta hapa duniani aje kuajiriwa. Ndio. Ajira ni kama daraja. Ndio. Ambapo unatakiwa kwa mfano umemaliza chuo au umemaliza shule, unaajiriwa kidogo upate mtaji ujiendeleze. Kwa nini? Okay. Kila mtu ndani yake amewekewa kipawa au kitu ambacho atakaje akifanya hapa duniani. Yaani kila mtu Mungu amemwekea ndani yake uwezo au kipawa au ameweka kitu ambacho atakuwa akifanya hapa duniani. Akifanya hicho kitu ndo anapata kile anachokitaka. Utajiri upo kwenye kipaji chako, mali unazozitafuta zipo kwenye kipaji chako, kila kitu. Kama wewe kama wewe yani. Kwa nini mimi hapa sina ndege? Kwa nini hapa sina ndege yangu binafsi? Kwa sababu kuna Mtanzania ambaye Mungu alimtuma aje Tanzania hapa atengeneze ndege. Alafu aniuzie hiyo ndege mimi kwa bei nafuu. Sasa huyo Mtanzania ambaye alituma kutengeneza hiyo ndege aniuzie mimi. Bado kaajiriwa. Yuko kule anakuta shisha, yuko Sinza anakuta shisha. Haiko anazurura, anakunywa pombe, anacheza kamari. Au ni boda. Au ni ndo kama hivyo. Ndio maana mimi sina ndege. Kwa sababu alitakiwa atengeneze ndege hajatengeneza, angeniuzia kwa bei rahisi. Kwa hiyo kila mtu hapa duniani Mungu amemwekea ndani yake kipawa. Ambacho tunataka kila mtu atumie hicho kipawa kujenga nchi. Naona Tanzania hii ni kama nyumba. Kila mtu ameitwa ajenge mahali pake. Kuna mtu ameitwa achimbe msingi. Ndio. Mwingine asimamishe kuta, mwingine achanganye zege, mwingine aezeke bati. Mwingine finishing. Ndio maana unashangaa yani mimi kwangu binafsi Tanzania au Afrika wasomi ni wachache sana. Hao wengi ambao mnaita nyinyi ni wasomi. Wale ni misukule wa kielimu. Ambao nyinyi mnaita wasomi hao. Hao ni misukule wa kielimu. Kwanza hata maana ya elimu hawajui. Kwa nini? Unajua tafsiri ya elimu kwa vijana wa Kiafrika ni umeenda shule, umemaliza shule, umeenda chuo, umetunukiwa vyeti, ndio mtu anajiona kama amesoma. Ndio tafsiri kama elimu. Lakini hiyo sio maana sahihi ya elimu.